Karibu Msa Online TV. Karibu kwenye kipindi changu kinachohusu masuala ya afya, na leo nitazungumzia leo wanawake wanaotokwa damu nyingi wakati wanapokuwa hedhi, na nitazungumzia sababu zinazopelekea wanawake kutokwa damu nyingi, lakini pia nitazungumzia na tiba. Nini wafanye, wanatakiwa watumie dawa gani kuhakikisha wanarudi katika hali yao ya kawaida. Kutokwa damu nyingi wakati wa hedhi, hii kitaalamu tunaitwa menorrhagia. Kuna sababu 5 au zaidi ambazo zinaweza zikasababisha hii hali nitakueleza. Mabadiliko ya homoni zisipokuwa sawa, ukuta wa mfumo wa uzazi unaweza kuwa mnene na kusababisha damu nyingi kutoka. Lakini pia mtu anaweza akawa na uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, ikapelekea mtu kutokwa damu nyingi wakati wa siku zake. Kitaalamu tunaita uvimbe fibroids. Lakini pia hii fibroid ni vimbe zisizo saratani ndani ya mfuko wa uzazi. Huu sio saratani kama kansa. Lakini pia mtu anaweza akawa na maambukizi ya mfumo wa uzazi. Maambukizi yanaweza kuleta hedhi nzito na maumivu. Lakini pia mtu anaweza akawa na matumizi ya vifaa au dawa fulani, mfano baadhi ya vifaa vya uzazi wa mpango au dawa za kupunguza damu. Hizi zinaweza zikapelekea mtu akapata hiyo changamoto ya damu kutoka nyingi. Lakini pia wakati mwingine damu nyingi inaweza kuwa ni si hedhi, bali ni tatizo la ujauzito. Anaweza akapata ujauzito ukaharibika, kitu ambacho kikapelekea akapata hiyo shida. Lakini kuna dalili ambazo ni za hatari. Ukiziona tu wewe mwanamke ambao unaingia kwenye siku zako zinatoka damu nyingi, inapelekea uone hii ni changamoto. Kwa hiyo ni dalili gani utaziona, na ukiziona unapaswa uende hospitali mapema. Kitu cha kwanza, ukiona unabadilisha pedi kila saa kutokana na damu nyingi wakati ukiwa kwenye siku zako, ujue hiyo ni hatari. Lakini dalili ya pili, ukiona kizunguzungu au kuzimia, ujue hiyo pia ni hatari. Unapaswa ripoti kituo cha afya kilicho karibu na wewe ili upate matibabu. Lakini dalili ya tatu, ukiona unapata uchovu mkubwa. Dalili ya 4, maumivu makali sana. Dalili ya 5, unaweza pia kusaidia mwili kwa ukiona unapata homa, hii pia inaweza kukusaidia. Kufanya tiba gani? Unaweza ukatumia nini? Kama nilivyokuambia, inaweza kusababishwa na mabadiliko ya homa. Kwa hiyo hapo kama kutakuwa na changamoto ya homoni haziko sawa, maana yake tiba yake itakiwa upate dawa za homoni kama vile vidonge vya uzazi wa mpango au ushauri wa daktari. Lakini kama shida itakuwa ni uvimbe, maana yake itatakiwa upate dawa za sindano za homoni au upasuaji kutegemea na ukubwa wa uvimbe. Lakini pia kama itakuwa ni maambukizi ya mfumo wa uzazi ndio sababu, lakini utatakiwa upate antibiotiki au dawa nyingine kulingana na chanzo cha maambukizi. Lakini kitu kingine, mfano matumizi ya vifaa au dawa fulani, mfano baadhi ya dawa ya uzazi wa mpango kupunguza damu, pia tiba yake inaweza kubadilisha dawa au njia nyingine ya uzazi wa mpango kwa ushauri wa daktari. Kama mimba imeharibika au matatizo ya ujauzito, wakati mwingine inaweza kusababisha damu kama nilivyoambia. Kwa hiyo unatakiwa kufanywa uchunguzi wa hospitali ya haraka ili upate ujue shida ni nini. Hiyo inaweza kusaidia ukapata kitu kizuri. Ukipenda pia unaweza kuna dawa ambazo zinaweza tumika mara nyingi, mfano tranexamic acid. Hii inaweza kupunguza kiwango cha damu kinachotokea wakati wa hedhi, na hutumika siku za hedhi tu, na ambazo kutumiwa kwa ushauri wa daktari, hasa kama una historia ya kuganda kwa damu. Lakini pia kuna dawa nyingine kama ibuprofen au dawa nyingine za maumivu za nucleosides
anti-inflammatory diseases. Hii inapunguza maumivu pia kiasi cha damu, lakini pia ibuprofen kama una madonda ya tumbo au figo usiitumie. Lakini vidonda vya uzazi wa mpango pia, vidonge vya uzazi wa mpango vinaweza vikakusaidia kusawazisha homoni na kupunguza damu nyingi, japo vinahitaji ushauri wa utaalamu wa afya kabla ya kuanza. Mfano, progesterone ni dawa za homoni hutumika kwa wanawake wenye mabadiliko ya homoni au hedhi zisizo za kawaida. Mfano hiyo medroprogesterone pia na yenyewe ni vidonge vya kuongeza damu, iron supplements. Kama mtu ana damu nyingi inasababisha upungufu wa damu, mfano ferrous sulfate, ni muhimu kwenda hospitali kama damu ni nyingi sana hadi pedi kuja ndani ya saa moja. Hizi zinaendelea zaidi ya siku 7, unazimia au kupata mapigo ya moyo kwenda kasi. Hizo zote kama nilivyokuambia awali ni dalili za hatari. Ukiona hata moja wapo unapaswa kuripoti kituo cha afya, na pia unashauriwa kula vyakula ambavyo vitakusaidia kupunguza au kupunguza uwezekano wa kutoka damu nyingi. Kama utakuwa una swali lolote, karibu uulize hapo kwenye comment, niandikie.